عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa kweli nimerudi safari na nimefurahi sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atuzidishe umoja wetu, atupe nguvu, azidi kutuunganisha zaidi na zaidi. Ndugu Zanzibari, kwa kweli kwanza natoa pongezi kwa mzee wetu. Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, ampe nguvu na uimara, aje kushuhudia hiyo siku insha Allah. Vile vile natoa pongezi zangu za dhati kwa tume nzima ambayo anaiongoza yeye mwenyewe. Kwa wale ambao mnaowaona hapa na wengine ijapokuwa kwa tawadhu wamekaa chini kina Sheikh Muhammad na wengineo, lakini kwa kweli tunawapa hongera kwa kazi yao kubwa ambayo wameifanya. Na kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyojalia wakaweza kufanikiwa na kupata mashirikiano makubwa kwa Wazanzibari wote, tukapata serikali ya umoja wa kitaifa, na kwa hili inshallah tutafanikiwa sote, tutafikia tunaopataka. Pongezi ya tatu ninayoitoa ni pongezi maalum kwa kweli. Hii ni aina yake. Na napenda nimpelekee pongezi hii mheshimiwa hapa, fadha aliyehudhuria hapa. Ningelifurahi zaidi ingelikuwa nimeona kuwa anawakilisha, sio kujiwakilisha yeye mwenyewe, bali taasisi anayotoka nayo. Kuhudhuria kwake kwa kweli ni changamoto na ni challenge kwa taasisi ambazo za Kikristo zote, kuona kuwa amani ikija ikatokea hapa Zanzibar na kudumu, amani hii itakuwa kwetu sie sote. Amani hii hatoipata Muislamu peke yake, wala hatoipata kafu peke yake, wala CCM peke yake, wala fulani peke yake. Amani hii ikija hapa nchini tutaipata sote. Kwa hiyo taasisi zote takriban sasa hivi za Kiislamu na taasisi binafsi tofauti ambazo hapa sina haja kuzitaja, tayari zimejitokeza kuwa zinataka amani. Nchi tofauti zinagombana. Tuchukue mfano hai, Sudani ya Kusini imegombana, imepigana miaka mingapi? Miaka 20 na wamefikia ufumbuzi wa tatizo lao? Hawakufikia. Kwa kupigana hawakufikia hata siku moja. Walirudi, walikaa kwenye meza, ndiyo wakaweza kufikia ufumbuzi. Kwa hiyo njia ni mbili, ima ni mapigano, na hayo sisi hatuyataki kabisa. Tunataka amani. Lakini kama tutadhulumiwa, sasa tutajihami. Lakini tunachotaka sisi ni amani. Hatutaki jingine lolote zaidi ya amani. Na tunalolitaka sisi ni dogo tu, tena ni jepesi, ni mamlaka kamili ya nchi yetu ya Zanzibar. Napenda nipeleke salamu kwa viongozi wakuu wawili. Mheshimiwa Kikwete, kikatiba ya Tanzania yeye ni amiri jeshi mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Shein, kwa katiba ya Zanzibar ibara 124, yeye ni amiri jeshi mkuu wa Zanzibar. Sawa Napenda nimpelekee Mheshimiwa Kikwete salamu. Kwa kweli ametajika kwa kipindi chote hichi, yeye ni mtu mwana demokrasia. Tunamuomba sana ajitahidi amalize awamu hii kwa hali ambayo atabakisha historia katika Tanzania nzima ya kuwa watu wamefikia katika mawafikiano
bila kumwagika damu au kupotea uhai au hata kuumia. Na uwezekano huo upo kweli. Katika nchi nyingine watu wanatumia ndiyo njia, haya, tangaza hali ya hatari, lete jeshi, fanya hivi, lakini hatufikii utatuzi. Salamu ya pili naipeleka kwa Mheshimiwa Dr. Shein. Kwa kweli Bi Salma hapa amezungumzia, na mimi nasema pale waliohudhuria pale walikuwa ni maamiri jeshi wakuu, hawa ni vikosi vyao. Ima atakuwa ni jeshi la Tanzania au itakuwa ni majeshi au vikosi vya Zanzibar. Hawa ndio wanaobeba masuul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawaomba marais wetu, Mwenyezi Mungu awape uimara na awape taufik, watumie vyeo vyao katika kuzuia, wasiwaachie wale wachache ambao wanataka kuwapaka matope wakawapaka matope, watatufikisha pabaya sana. Kwa hiyo tunawaomba sana watusaidie na wasaidie tume ya maridhiano ipatikane amani zaidi katika nchi na umoja wetu. Vile vile tumeambiwa hapa kesho kutwa tunaingia kwenye mjadala wa mabadiliko ya katiba kwenda kutoa maoni. Wallahi hili lilokuja ndugu zetu na kaka zetu wamelileta, na maoni yetu ni mepesi tu. Ndio maana sie huwa hatusemi mengi, maoni yetu mepesi tu. Wewe Mzanzibari popote ulipo, katika Unguja au Pemba au popote, kaseme maneno madogo. Wengine hawawezi kusema mengi, wakasherehesha wakafanya hivi. Sema madogo tu, mimi nataka mamlaka kamili ya nchi yangu ya Zanzibar. Umeshakusanya kila kitu umeshakusanya. Kwa hiyo tunaomba watu wajitokeze kwa nguvu kabisa ili kuweza kufikia hilo inshallah. Na tunaiomba tume yenyewe, nafupisha haraka kwa ajili ya wakati. Tume yenyewe tunaiomba, kwa kweli umefika wakati ijiandae tume kutayarisha katiba ya Tanganyika. Zanzibar tunayo, watayarishe na wao Tanganyika ndugu zetu. Tutakuwa tuna serikali mbili zilizokuwa zina mamlaka kamili, halafu watayarishe na kitu cha tatu, mkataba wa mashirikiano. Kwa kweli namalizia kuwa tume ya maridhiano imefanya kazi kubwa, lakini tume ya maridhiano imefanya kazi kubwa, lakini kuna jambo moja ngelipendelea walifikirie tunalitaka. Tunaomba tume ya maridhiano ikae na jeshi la polisi la Tanzania, watutayarishie maandamano ya amani. Maandamano ya amani, sisi tunataka tuiunge mkono hii tume, lakini hatutaki tuseme hapa. Tunataka tubebe maslogan, au hamtaki nyinyi? Yaandike pale Jamhuri ya Watu wa Zanzibar kwanza, ili yabebe huu ujumbe. Tena yawe ya amani, wala hataki yatayarishwe huku na sie, manake yatasingiziwa, hatutaki. Sasa wakishindwa wao, tatayarisha sie, tutakuja kuitisha huko mbele. Lakini tunataka wao waitishe ya amani, tena kwa mashirikiano na jeshi la polisi. Yaitishwe ya amani, tunataka tutembee angalau tutoke kijasho. Kwa hiyo tuoneshe na Wazanzibari wote, kike kiume, wakubwa wadogo, watoto wa skuli, wa vyuo, dunia nzima ijue. Kwa hiyo tunawaomba tume ya maridhiano, tunawaomba, au nyie hamtaki hayo? Kwa hiyo tunaomba tume ya maridhiano. Namalizia inshallah kwa wawakilishi waliokuwepo hapa, wa mabalozi na wengine kutoka nje tofauti. Tunawaomba kwa kweli, haya naamini wanayaona na wameyashaona kwa muda mrefu na wanazidi kuyaona, wajue kuwa Wazanzibari hichi ndicho wanachokitaka. Na Wazanzibari waliohudhuria hapa ni wachache sana kweli kweli. Wazanzibari ni wengi sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atatupa Zanzibar yetu, itakuwa ni mamlaka kamili, na itakuwa inakiti Umoja wa Mataifa, na itakuwa ina balozi zake kila pahali,
na tutasafiria pasipoti ya dola huru ya Zanzibar. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu, huko ndio tunakoelekea. Mkifika kati na kati mkasema manake tumekubaliana kwanza kiti baadaye tutataka, hatufahamu jengine sie. Mnataka nini? Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Asanteni sana wasikilizaji.